Injili ya nyanzani, somo la 15, ili kushuhudia uwezo wa Yesu. Mathayo 8 mstari 1 hadi 4. Ukoma ni ugonjwa usiotibika katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, ulitatuliwa mara moja kwa kukutana na Yesu Kristo, mwana Mungu Mwenyezi. Hii inaonyesha kwamba tatizo letu lolote linaweza kutatuliwa kwa kukutana na Yesu. Kwanza, hatupaswi kukosa nafasi ya kukutana na Yesu. Kuna nafasi kwa kila jambo. Sababu za kutomkuta Yesu kikeli ni Pili Korinto wa 6 mstari 2, kukosa nafasi ya neema. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Kuna nafasi pia ya kupokea neema. Nafasi haiji kila wakati. Wale wanaokosa nafasi katika ratiba iliyopita watapata ugumu wa kupokea neema. Tarapan kama mahali pa neema, ibada kama mahali pa neema, na hata mission home kama mahali pa neema vimeandaliwa. Lazima tutumie vizuri nafasi zote ili kukutana na Bwana daima kupitia neno na kupata ushindi. Kukosa nafasi ya kukutana na Yesu kwa sababu ya umati mkubwa. Mathayo 8 mstari 1, naye aliposhuka mlimani, makundi makubwa ya watu walimfuata. Imani ya maoni ya wengi, imani ya umati, na imani inayowatazama watu inakuwa kiwazo cha kukutana na Yesu. Hatupaswi kukosa jambo la muhimu kwa sababu ya kuwawazia watu kupitia kiasi. Umati wa watu unaweza kuwa kiwazo na kizuizi cha kukutana na Yesu. Tunapoenda mbele kukutana na Yesu pekee bila kudanganyiwa na muonekano na maneno ya umati huo, tutapokea neema. Shetani anatumia mitume na waumini na umati na sheria na kanisa ili kuwafanya watu wakose nafasi ya neema. Ikiwa unatazama nafasi ya mafanikio, kuinua jina lako mwenyewe, heshima yako mwenyewe, au faida yako mwenyewe, huwezi kupokea neema. Badala yake utafanya tu kazi za Shetani. Lengo pekee ambalo tunapaswa kulitazama na kulikuta kikeli ni Yesu Kristo. Hata hivyo, badala ya Yesu Kristo unaweza kuwatazama wachungaji au watumishi, kuwatazama waumini na kuwatazama watu, na hivyo kukosa neema ya muhimu. Pia ni mkakati wa Shetani kukufanya ukose ukweli usioonekana wa Injili kwa kutumia udanganyifu unaoonekana.
Tuanzie sasa, tafadhali usijaribu kupata faida yoyote kwa sababu ya kanisa au watu, bali furahia na kueneza Injili pekee. Wakati unafanya kazi ya Injili na uinjilisti, yaani kazi ya kanisa, usijaribu kupata faida ya kimwili, bali kufurahia na kueneza Injili pekee. Natumaini unafanya maandalizi kama hayo ili kutoa vitu vyako kikamilifu wakati unafurahia na kueneza Injili pekee. Hapo ndipo unapoweza kutumiwa na Mungu. Ukijaribu kupata faida yoyote kupitia Injili na uinjilisti, yaani kupitia kanisa, huwezi kupokea neema. Ukijaribu kupata faida katika heshima na maarufu au nafasi, utashindwa na Shetani. Shetani anatumia na kuwachochea watu kama hao ili kuzuia Injili. Kwa hiyo lazima uwe mwangalifu sana kuhusu sehemu hii. Wakati faida inapokata kwa mtu anayejaribu kupata faida kupitia kanisa, watasimama na kuleta fujo. Sasa hivi tukichambua sababu kwa nini makanisa mbalimbali yanaingia kwenye majaribu, hawapigani juu ya swala la Injili na uinjilisti, wanapigana juu ya faida na hasara zao wenyewe. Hakuna jambo kama kuhatarisha maisha ya mtu kwa ajili ya uinjilisti wa Injili pekee. Wananasua katika faida na hasara zao zinazoonekana na kuanguka ndani yake kama kujua kuwa wanatumiwa na Shetani. Lazima tuombe sana ili nani mjaze na Roho Mtakatifu. Hapo ndipo tunaweza kurudisha nyuma matatizo haya na kuvunja nguvu za Shetani. Biblia inatujulisha nini sasa hivi? Inatujulisha mambo mbalimbali na lazima tuzingatie sehemu hii. Mtu anapojaribu kutumia kanisa ili kupata faida yake mwenyewe, hata nyamaza mara tu faida hiyo inapokata. Lazima tupikie kiwango gani? Lazima tuwe waamini tunaoweza kuvumilia ikiwa tunapata hasara kwa sababu ya Injili. Mtu ni muumini wa kweli pale tu ambapo imani yake iko katika kiwango ambacho ni sawa, hata kama anafilisika kwa sababu ya Injili. Ikiwa mtu anazuia utangazaji wa Injili kwa sababu haina faida yake, mtu huyo ni mtu anayeweza kufanya kitu kingine isipokuwa kazi za Shetani. Itani thabiti na ya dhati. Mathayo 8:2, na tazama akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Akaja mtu mwenye ukoma. Mwenye ukoma alitoa
Bethania akihatarisha maisha yake na kuingia mjini. Hii ina maana kwamba alilegea na kuacha kila kitu chake mwenyewe, imani inayoweka maisha hatarini. Kwa sababu wakati huu katika Israeli, ikiwa mwenye ukoma aliingia katika kijiji ambacho watu wa kawaida waliishi, kulikuwa na hatari ya pigwa mawe hadi kufa. Wakisema kwamba mtu asiye safi aliyepigwa na laana ya mbinguni amekuja. Wayahudi walirusha mawe kila mara mwenye ukoma aliposongea karibu na kijiji. Hata kama angepigwa mawe hadi kufa, watu waliomrushia mawe yule mwenye ukoma aliyeingia mjini akihatarisha maisha yake hawakufanya makosa yoyote. Kwa hiyo mwenye ukoma huyu alikuja kwa Yesu akiwa tayari kupigwa mawe hadi kufa. Sisi ni ukoma wa kiroho. Bwana alitenda kazi juu ya imani ya mwenye ukoma huyu aliyehatarisha maisha yake. Wakati Esther naye alipoenda mbele kwa ajili ya taifa lake kwa imani ya kwamba likiangamia na liangamie, kazi ya Mungu lilitirika. Wakati Sadra, Meshaki na Abednego nao walipokuwa naye imani ya kuhatarisha maisha ya nasema, na kama si hivyo, kazi ya Mungu kama operesheni ya dharura ilidirika. Ikiwa tunataka kushuhudia uwezo wa Yesu, tunahitaji imani ya kuhatarisha maisha inayomwamini kabisa Bwana aliye kamili. Lazima tujitahidi kujizatiti kwa neno na maombi ili tuwe naye imani thabiti na ya dhati. Akamshuhudia. Mwonekano wa uaminifu kamili, ibada kamili, ni ishara kwamba mtu atamwabudu Mungu pekee. Sababu inayotufanya tusipokee majibu ya maombi ni kwa sababu hatumwamini Mungu kikamilifu. Uwezo wa Mungu ni kamilifu, lakini sisi tunaoamini ndani yake hatuamini kabisa. Mungu ni yule anayetenda kazi kulingana na imani yetu. Kwa hiyo kazi hutokea kama tunavyoamini. Ikiwa tunaweka kutokuamini kunajibiwa, si kwa sababu uwezo wa Mungu unapungua, bali ni kwa sababu imani ya muumini iko hivyo. Kwa hiyo lazima tujue vyema Mungu yuko mbembe na kuamini kikamilifu. Uwezo wa Kristo ni kikamilifu, lakini kwa sababu tunaamini na kuomba kwa mashaka,
hana budi kufanya kazi za mashaka. Kwa hiyo tunahitaji imani kamilifu sasa hivi. Bwana, ukitaka. Muonekano wa maombi ya dhati. Mapenzi ya Mungu kwanza. Hakusema mapenzi yake kwanza, bali alisema Bwana ukitaka, ambayo inamaanisha tu ikiwa ni mapenzi ya Bwana. Nilisema kwa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni mtakalo lote nani mtatendewa. Mapenzi wa Mungu yaliyofunuliwa katika neno la Mungu ni nini? Mathayo wa 6:10. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimize hapa duniani kama huko mbinguni. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Hapa mapenzi ya Mungu ni ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni nini? Inamaanisha ufalme ambapo kuna watu wanaotawaliwa na Mungu. Kwa maneno mengine, watoto wa shetani wanabadilisha kuwa watoto wa Mungu, ili ufalme wa Mungu utapitiwe kabisa duniani kote. Kwa urahisi kabisa ni mapenzi ya Mungu kwamba dunia ijaze na ujuzi wa Yehova Mungu, na kwamba jina la Kristo ambalo kwa hilo watu wanaweza kumwita Mungu Baba yao lijaze duniani kote. Kwa kifupi, uinjilishaji ndio mapenzi ya Mungu. Wokovu wa roho ndio mapenzi makuu wa Mungu. Ikiwa ni hivyo, uinjilisti wa injili ambao ni harakati thabiti kwa ajili ya wokovu wa roho ndio jambo kuu linalomuhusu Mungu. Kuwakubali watu katika jina la Yesu kupitia uinjilisti na kuokoa roho ndio mapenzi mkuu ya Mungu. Hii ndio kipaumbele cha juu zaidi kati ya mapenzi ya Mungu. Moja ya sababu nyingi za kushindwa katika maombi iko katika kukosa mapenzi haya makuu ya Mungu. Kwa hiyo lazima nivunje na kuacha mapenzi yangu yote, ukaidi wangu, hukumu yangu, mawazo yangu, fikra zangu zilizotangulia ujuzi wangu na uzoefu wangu. Kwa urahisi kabisa, majeraha na nia zetu ni mambo yanayozuia ambayo yanatuzuia kujua mapenzi ya Mungu. Lazima tuache na mawazo yetu na kuweka kipaumbele katika utangazaji wa Kristo kwa ajili ya uinjilishaji wa dunia na wokovu wa roho ambayo ni mawazo ya Mungu. Mwelekeo na lengo la maombi lazima pia viwe hapa ili kufanikiwa kupokea majibu ya maombi. Maombi yanayoomba mambo bila masharti hayaendani na mapenzi ya Mungu, kwa hivyo yanaleta tu mateso. Majibu yoyote yanayopokelewa kwa bahati ni zawadi zinazoletwa na shetani.
Kwa hiyo lazima tupate mapenzi sahihi ya Mungu na kuomba bema ili majibu sahihi yaje. Katika maana hii, kuna waumini wengi sana wanaofanya maombi ya uongo sasa hivi. Kwa hiyo ndani ya kanisa leo kuna waumini wengi sana wasiopokea majibu na kuendelea kushindwa na kujurura. Majibu yamekuwa hayapo kiasi kwamba karibu asilimia 30 ya washiriki wa sasa wa kanisa wanasemekana kwenda kupiga ramli. Hata wale wasioweza kwenda kupiga ramli wako katika hali ambayo wanapokea maombi ya kinabii kupitia wachungaji. Matapeli wanaofanya mambo ya kishirikina wakienda kupata majibu kwa mtindo wa mganga Yesu au mpiga ramli Yesu. Tayari sisi ni wale tuliopokea majibu yote ndani ya Kristo. Tunahitaji tu kuthibitisha ikiwa ni mapenzi ya Mungu. Ikiwa mapenzi ya Mungu hayatatiminiwi, mtu anatenda kwa ujinga na upumbavu. Maombi yaliyokosa mapenzi ya Mungu ni maombi yasiyoweza kupokea majibu. Waweza kunitakasa uhakika wa majibu. Katika hali ya mapenzi ya Mungu, hakika yatajibiwa. Wakati mapenzi ya Mungu yako wazi, tukitembea kwa imani, kazi hutokea mara moja. Kuanguka kwa kuta za Yeriko kulikuwa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo walipotembea wakisikilia mapenzi haya wazi ya Mungu, kuliishia kuporomoka. Tazama pia kupasuka kwa mto Yordani. Hayo yalikuwa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo makuhani walipochukua sanduku la agano, wakachovya miguu yao ukiongoni wa Yordani na kutembea kuelekea katika ya mto Yordani ulipasuka. Kwa hiyo lazima upate na usikilie mapenzi ya Mungu. Unapokutana na Bwana, kila jambo linatatuliwa. Mathayo 8:3. Naye akanyosha mkono wake akamgusa akisema, nyakati takasika, na mara ukoma wake ukatakasika. Kisha njia ya kukutana na Yesu ni gani? Ni Injili. Yesu alipokuwa akitembea njiani, alikutana na yule mwenye ukoma. Kwa njia hii, Injili ya Yesu Kristo lazima iingie nyanjani. Hapo ndipo tunaweza kukutana na
kuokoa roho zilizokufa na roho zilizokumba na ukoma. Lazima tuingie nyanjani na kuwafanya wakutane na Kristo kupitia harakati ya neno na harakati ya maombi. Kisha matatizo yote yanatatuliwa, kwa sababu Yesu Kristo ndiye mtatuzi wa matatizo yote. Yohana wa 19:30, kwa sababu yeye ni Mwokozi kamili aliyetatua matatizo yote ya wanadamu kwa kufa msalabani na kufufuka. Lazima tuendelee kushuhudia uwezo na baraka. Siri yake ni nini? Jionyeshe mwili wako kwa kuhani. Hatua baada ya kupokea jibu. Dhabihu na ibada na Kristo. Kazi ya kuhani ni kutenda kama mpatanishi ili watu wa Israeli waweze kumwabudu Mungu. Yule anayetupatanisha ili tuende kwa Mungu ni Kristo. Mara tu mtu anapokutana na Yesu Kristo lazima aende mbele ya Kristo aliye kuhani wa milele kila siku ili kuonyesha mwili wake na kuabudu katika roho na kweli. Wakati maisha ya neno na maombi yanapohifadhiwa daima kupitia ibada, kazi za majibu thabiti zinadhihirika. Bwana anamwaga baraka za majibu katika chombo cha maisha ya dhabihu iliyo hai. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu yanayopendeza kama mtu anayeokolewa kuendelea kuabudu na kuishi kwa neno na maombi na sifa. Pia ni mapenzi ya Mungu kwa mtu aliyeokolewa kuonyesha na kudhihirisha mwili wao mara kwa mara katika ibada rasmi. Ndio maana ibada rasmi ni muhimu. Toa zawadi iliyoamriwa. Ishara ya kushukurani. Hatupaswi kupoteza mtazamo wa kushukuru kwa ajili ya neema ya wokovu. Lazima tupikie daima, tushukuru na tufurahia baraka na neema ya wokovu. Na kufurahia baraka na neema ya wokovu ambayo tayari imekuja kwangu. Furahia daima baraka 7 za wokovu ambazo ni: kwanza, kukaa kwa Roho Mtakatifu; pili, mwongozo wa Roho Mtakatifu anayekaa ndani; tatu, ombi la maombi; nne, kuwekwa tayari kwa malaika; tano, kupunga kwa shetani; sita, raia wa mbinguni; saba, baraka ya kuiteka dunia kwa Injili. Hasa kupitia shukurani kwa jambo hili kwa dhati katika maisha ya kila siku, hata mawazo ya moyo yanarekebisha upya na kuwa tabia mpya. Kwa kuachana na tabia za zamani kama vile wasiwasi, kufadhaika na unyongovu, kutokuwa na usalama na kukosa
tulivu na daima kufikiria mambo mazuri ya kiinjili kama vile shukrani, sifa na furaha na amani na imani. Tabia yetu inabadilisha. Kwa hiyo mtazamo wa maombi lazima ubadilike na maudhui ya maombi lazima yawe tofauti. Lazima uondoke kwenye maombi ya mtindo wa mazungumzo ya mtu binafsi ambayo hayawezi kuepuka kiwango chako cha kihisia. Yaani acha maombi ya toba ya kujirudia na yasiyo kamili. Hasa huu ndio ushahidi unayowakilisha kwamba kutokuamini kupo ndani yangu. Mara tu unapotubu, tayari kila kitu kimetatuliwa. Sasa kinachobaki ni shukrani pekee. Shukrani ya wokovu. Kwa hiyo acheni na mtindo wa kisheria wa kufikiria. Tuvae nguo za kiinjili, tuvae viatu na tusonge. Washuhudie. Maisha ya ushuhuda na uinjilisti. Lazima tuishi maisha ya kwenda nje na kumshuhudia Kristo ambaye tunamfurahia sasa hivi. Wakati huo, kama katika neno la Matendo wa Mitume wa kwanza mstari 8, nguvu itaendelea kudhihirika. Maisha ya uinjilisti ni maisha ya uwezo na ua la imani. Lazima tuweke ukweli wa kiroho akilini mwetu. Baraka ya uponyaji, baraka ya msamaha wa dhambi na baraka ya amani tayari zilitabiriwa katika Agano la Kale. Mathayo wa 8 mstari 17. Isaya wa 53 mstari 5. Ndani ya uwezo wa Yesu, uwezo wa kuponya, uwezo wa kusamehe dhambi na uwezo wa amani tayari vimo ndani yake. Unahitaji tu kusikilia na kufurahia. Mathayo wa 8 mstari 17, ili ilitimize lile neno lililoonewa na nabii Isaya akisema mwenyewe alitwa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Wa Isaya wa 53 mstari 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Lazima tupunge upepo unaozuia hii. Mathayo wa 8 mstari 16. Hata kulipokuwa jioni, wakamleta wengi wenye pepo
akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. Kuna nguvu inayowazuia watu wasijue ukweli wa kiroho wa kupata uponyaji, msamaha wa dhambi na amani kupitia Kristo. Nguvu hiyo ni Shetani hasa. Kwa hiyo lazima tupunge nguvu hii ya Shetani na kutoa pepo. Hii ni mamlaka yetu. Ni fursa na mamlaka uliopewa watoto wa Mungu. Tunapoamuru Shetani na pepo, tukitegemea Roho Mtakatifu, Mungu ambaye tayari anakaa ndani yetu na kutawala ulimwengu, wanalazimika kutii amri yetu. Tumepokea mamlaka kubwa sana kama hiyo. Ndiyo maana inasema katika Yohana wa 1:12 kwamba alitoa mamlaka ya kupanika watoto wa Mungu. Suku acheni tukabidhi udhaifu wetu wote wa Bwana, na daima tufurahie na kumshuhudia baraka mpya na uzuri za kiroho tulizopewa ndani ya Kristo. Yani baraka 7 za mtu aliyeokolewa. Hata hivyo, kuna nguvu ya Shetani inayowazuia waumini kufurahia na kushuhudia jambo hili. Kushinda hapa ndio mamlaka ya Kristo. Kwa hiyo acheni tutumie mamlaka hii ya Kristo kwanza kabla hatujashambuliwa. Tunapoomba tukishikilia neno la agano, tunakuja kutumia mamlaka hii. Acheni daima tupokee imani na ujazo wa Roho Mtakatifu ili tutumie mamlaka hii vizuri. Tuombe pamoja. Tunashukuru kwa Mungu. Siku ya leo iwe wakati wetu wa kukutana na Kristo. Tunaamini kwamba Yesu Kristo ametatua matatizo yetu yote. Tafadhali rudisha imani yetu. Hata sasa nguvu zote za kutokuamini na giza zinazotufanya tusimjue Kristo pekee kupitia vitu vya kimwili zivunje katika jina